Habari wafugaji. Wafugaji wengi wanaamini kwamba kuwa na kuku wengi ndio kupata faida zaidi, lakini ukweli ni kwamba unaweza ukawa na kuku 50 lakini ukawa na faida kuliko mwenye kuku 500. Sawa. Leo tutaenda kuangalia mambo yanayoua faida. Namba 1, kutokuzingatia ubora wa vifaranga. Sawa. Namba 2, kutokuzingatia chakula, mchanganyiko sahihi wa chakula na kuangalia ubora wa chakula unachowapa kuku au kufuata formula sahihi ya kuwachanganyia chakula kuku wao. Sawa. Pointi ya 3, kutokuzingatia ratiba za chanjo. Mfano, kuna Newcastle, kuna gumburo, kuna ndui. Zingatia ratiba sahihi ya chanjo. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya 3, wiki ya 4, chanjo ya mwisho wiki ya 5. Sawa. Pointi nyingine, kutokuzingatia usafi, kusafisha banda, kubadilisha maranda, kuosha vyombo vya chakula na kuosha vyombo vya maji kwa wakati. Sawa. Pointi nyingine, kutokutangaza biashara yako mapema. Sio inafika muda wa kuuza kama ni miezi 3 ndio siku hiyo unaanza kuhangaika na wateja. Tangaza biashara yako mapema, kuku wakiwa na miezi 2, mwezi mmoja kabla, anza kuandaa soko. Pointi nyingine, kutokuuza kuku kwa wakati. Mfano, kama kuku especially hawa chotara. Hawa kuku wanakula. Ukizingatia chanjo, ukizingatia chakula, miezi 3 unawatoa. Sawa. Ukiongeza mwezi mmoja, miezi 4, mfano ukafuga miezi 5, ndivyo kadri unavyoenda kukua faida yako. Sawa. Ambayo unauza kwa wakati. Sawa. Ukizingatia hayo mambo niliyoeleza hapo juu, ndio utakavyoona kupata faida. Sawa. Tufollow Sadok Sumaye kwa ajili ya mafunzo zaidi kuhusu ufugaji. Sawa. Kama unavyoona hapo, wamekula, wameshiba. Tupo zetu tumerelax, tumepumzika. Goodbye.